Habari zenu wapenzi watazamaji, mimi naitwa Nidi. Ukinitaka social medias utanikuta kama Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, pia TikTok nipo. Leo nimekuja na mgeni mpya kabisa kwenye kipindi chetu kipya kabisa. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, like, share and comment. Then utapata video zetu nyingi kutoka kwa watu wengi ambao ni watu maarufu sana hapa nchini Burundi. Na leo tupo na mgeni wetu ambaye ni Ismail Niyonkuru. Kwa wale wasiomfahamu, ukitaka kumfahamu zaidi nenda all social medias, utamkuta kama Avec Ismail Niyonkuru. Hilo ndilo jina ambalo analitumia huko mtandaoni. Na tunakwenda kujua mengi zaidi kuhusu yeye. So tutamuuliza vitu vingi ambavyo tulikuwa hatujui au atatujibu kivipi. We don't know, ila tunamwamini sana na alikuwa akifanya vizuri. Kwa wale ambao hamjui, alikuwa akifanya vizuri sana. Alikuwa akipromote wasanii wengi na mtu unajikuta unawapenda hao wasanii kupitia yeye. Na nao atatuambia yuko wapi kwa sababu nao hayupo Burundi. Atatuambia yeye yuko wapi na anafanya nini, anaendelea journalist au anaacha, hatufahamu, atatuambia yeye mwenyewe. Naam, ningependa nimkaribishe, nisicheleweshe kipindi. Ningependa nimkaribishe mwenyewe ajitambulishe ni nani na yuko wapi, anafanya nini. Ningependa kwanza nimsalimie kwa lugha zote ikitaka, ikiwa French, English, Swahili, Kirundi, I don't know. Ismail, mimi ningependa nikukaribishe. Wasalimu watu wakujue, ujitambulishe, wakujue wewe ni nani. Kwa watu ambao hawakufahamu na wajue ulikuwa nani zamani, so wanahitaji kujua nao. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo. Mimi natambulika kwa jina la Ismail Niyonkuru. Lazima jina langu si geni kwa watu. Natambulika kwa jina la Ismail Niyonkuru. Kazi yangu ni utangazaji. Japo saa hizi nimesikia watu wanakuwa wanatumia kauli eti aliwahi kuwa mtangazaji. Sasa sielewi utangazaji kwao wanaoelewaje. Lakini ninachopata katika kichwa changu kinakuja direct ni kwa ya kwamba wengi hawajui masuala ya utangazaji. Unasikia, kwa sababu utamsikia mtu anakuambia aliwahi kuwa mtangazaji, sasa hizi atangazi. Yaani mtu mwenye kusema tu wote ndo anatangazaga tu. Okay? Hapo amekuelewa sana, amekusikiliza vizuri. Kwa sababu kuna watu ambao kwa sababu hawakusikilizi labda radio, hawakoni tena radio, then hawapo huko social medias, Instagram au Facebook, hawapo, hawaoni utangazaji wako. Ila nadhani mmemsikiliza nao. Yaani kuanzia zamani hadi sasa bado anatangaza. Kama unataka kujua bado anatangaza, wewe nenda social media utaona matangazo ni mengi tu. Au sio Ismail? Tungependa tufahamu kati ya wewe na Mr. Champagne kuna nini kati yenu? Kwa sababu hatuelewi, mko kama vile mnatupiana maneno. So kuna nini kati yenu? Nini kinaendelea? Tunahitaji kufahamu nini kinaendelea kati yenu. Kuna usalama kweli? Shida ipo kwa sababu hataki kuambiwa ukweli. Hataki kuambiwa ukweli. Na kila siku kweli unawaumiza wapuzi. Mpuzi anaumizwa na ukweli. Mwenye sio mpuzi hawezi kuumizwa na ukweli, bali hata uchukulie ukweli na ufanyie kazi. Inakuwa kwake kama fursa. Yeye kinachomuumiza ni ukweli ambao mimi naueleza hautaki. Anataka uongo ambao nawaambia watu wamsemee ndio na mimi useme. Haiwezekani. Mimi sina kontrata na wewe, sina mkataba na wewe, wala mimi si mfanyakazi wa mtu. Mimi si mfanyakazi wa mtu wala sina kontrata na wewe. Ya kwamba utakachokitaka chote ni kuzungumzia vile wewe unavyojisikia nikizungumza. Haiwezekani. Nilikikataa na nitaendelea kukikataa. Kama nilikataa kwenye master, sembuse wewe underground, msanii wa kawaida. Nilikikataa. Na simuelezi vibaya maskini ya Mungu. Mimi ninachomueleza pia ni faida kwake.
unaanzaje wewe kuipatia yani nguvu nyingi ulizonazo kwa kuzifanya kwa muziki? Siueleze kwenye interview, jamani mimi ni fulani kutoka sehemu fulani. Kwa nasikia hebu kuitaja nchi yako. Sisi tuko huko tukiulizwa, na sasa mimi natokea Burundi. Mimi ni Burundi, mama yangu anaitwa fulani, baba yangu anaitwa fulani. Mimi natokea Burundi. Nije sasa hapa nijigeuze mimi niambie watu mimi ni Muamerika. Leo nilishakuwa hapa naanza watu mimi ni Mfaransa. Hiyo kwa akili kama upuzi. Ujinga huo siwezi. Kwa hiyo unapofanya kazi liweke mbele taifa lako. Ni kama tu ni mkuu na maskini ya Mungu. Liweke mbele taifa lako ni mzuri. Mbona wenzako wanafanyaga hivyo? Wewe kwa nini ufanye hivyo? Utawafosi aje Warundi kuelewa kama wewe ni Mrundi? Na wakati unaitwa kwanza Mkobelo. Ni Mrundi gani anaitwa Mkobelo? Hawaji na wala hatakuaga mpaka siku dunia itaisha. Utawafosi aje Warundi utake wakubalishe kama wewe ni wao na wakati wewe si wa kwao? Ilikuwa tu jambo rahisi. Mimi ni raia kutoka fulani nafanya kazi hapa. Ilikuwa ni hizi sana. Hicho ni cha kwanza. Kitu cha pili nilimweleza acha kuwachafulia picha artist wa kwetu. Kweli artist wa kwetu wana hali ngumu, wametabanika. Lakini hawajawahi kuishi kwenye maisha ya kuchangisha ile nganunulie gari. Artist wetu wa kwetu walijitafutia pesa kununua gari. Yeye alijitafutia pesa yake kanunua gari. Farage alitafuta pesa yake kanunua gari. Blade alitafuta pesa yake kanunua gari. Satibani alitumia pesa yake kanunua gari. Akina Black Belt tafuta pesa zao kanunua gari. Unadhani wewe unawazidia wao mashabiki? Tuseme shukrani. Wewe unawazidia wao mashabiki? Au unawazidia wao kutamba? Walishatamba kwenye viwanja vikubwa sana. Sawa? Lakini usijiviki bendera Burundi kwa kulidhani kwa kutafuta maprofi zao kufika niweze bendera Burundi ili uingize vyako. Jiseme wewe kwa kichwa chako. Sio sema artist wa Burundi, niko nataka mnichangie, mnipatie makuta, ninunue kama nimechoka bafana. Sawa, bafana bako bakununie gari ya bafana bako. Lakini hata kusema mimi ni artist wa Burundi, sema mimi ni Mkongo ndio nilikuwa naomba. Hapo tutakuelewa wala hata tusitaki tunakuzungumzia chochote. Kwa sababu ni tabia yako. Ndio tulichokufa hicho tu. Ningependa kujua au wengine wangependa kujua, kwa sababu unaonekana wewe ni journalist tofauti kabisa. So ni kipi ambacho unafikiri wewe umewazidi wengine ma journalists wa entertainment? Umewazidi nini labda ambacho wewe unajivunia kwa unaweza kusema okay mimi nimewazidi kitu fulani hawa ma journalists wa entertainment? Unafikiri umewazidi nini? Ninachowazidi cha kwanza ni kujiamini. Hicho ni cha kwanza. Second, ninachowazidi ni kuwa njaa nilionayo tumboni mimi siitoagi tumboni na kuipeleka kichwani. Hicho ni cha pili. Njaa iliyopo tumboni kwangu huwa naiacha tumboni kwangu, siipeleki kichwani. Hicho ni cha pili. Kitu kingine cha tatu ninachowazidi ni uelewa wa hii kazi kwanza. Cha nne ni uelewa wa hiyo tasnia. Unanisikiliza? Cha tano mimi ni jasiri. Wala mimi ni jasiri. Maana ujasiri wangu nina uwezo wa kumueleza ule ambaye wewe na nyie wote ama na mapresenter wote ama na majournalist wote chenye wao hawezi kumueleza, mimi naweza kumueleza. Na nipata vizuri. Ule wao unaona kama huu ni big star kwa kwenu. Okay, anaweza kuwa ni big star lakini mimi kumueleza ukweli haitoniziwia. Kwa sababu kwetu inaeleweka kama mtu kimueleza ukweli umemkosea heshima. Lakini mimi sielewi hivyo. Mimi naelewa kumueleza mtu ukweli si kumkosea heshima. Unaelewa hicho kitu? Sasa hayo ni baadhi ya mambo ambayo na wazidi. Umeshanisikiliza? Na umezungumzia swala la online TV zimekuwa nyingi. Ndio. Zimekuwa nyingi naziona.
na zingine bado zinaendelea kuzaliwa. Alhamdulillah rabbil alamin, waendelee kuwa wengi. Shida tu inakuwa ni kwamba wingi wao haujawa na faida yoyote, kwa kuwa wengi wao wanafanya wasivyojua. Hicho ni cha kwanza. Na wengi wao wanafanya kwa urimbukeni tu, ama ule wanasema ufuata kumbo fulani kwa online TV. Kwa nini naomba niko nanisika kamera tu na kamaiki basi. Hadi imefikia watu, mimi nimesikia mtu ananiandikia na mbeti, ngo ulifanyaga nini? Situshakuwa na online TV ngo. Kwa sababu mimi sikuanzishaga, sikuwa na online TV, sijaona online TV. Ndio naambia mimi sijafanya kitu. Naambia online TV yako ina gharama kiasi gani? Unaambia tu ni totalize bei ya vitu vyote ulivyonavyo kwa online TV yako. Unaambia ni pesa ngapi? Hizo mic mko mnaweka na simu ndio mnataka kuniambia kama mmefika kwa sabali sasa. Mic na simu. Na watizama asema mjaona kitu mwe. Siku mtaonja basi hata robo ambayo sisi tulionja, ama yenyewe mimi nilionja, mtakuwa na heshima na mimi. Hiyo industry hamwijui. Na pia wakae wakijua pengo ama espace ama nafasi ambayo mimi niliyokuwa nayo, ama nafasi ambayo mimi ninayo, hata nife leo hakutatokea wa kuiziba. Hicho wakae wanakijua, kama hakutatokea yoyote wa kuiziba leo ama kesho. Ama kwa hao wenyewe wako kwa entertainment size, hakuwezi kutokea yoyote anaweza kasiba nafasi hii. Hicho kijulikana, watu hao wanakijua. Kwa sababu wengi wao ni wapenda fame. Wengi wao ni wapenda brochette na vinaga. Ni maskini ya Mungu, alhamdulillah sipigi kinaga, wala sijawahi kumkimbia artist nyuma ni brochette. Sasa ukiwachunguza wote wako hapo, waangalie wamenenepa matumbo, wengine wamevimba mashavu. Hayo yote ni kwa sababu gani? Ya zile 10,000 na 5,000. Sasa mimi ukiniangalia ni different na wao. Si kwamba mimi sikuwa nataka hivyo vitu, lakini nilichotetea zaidi ni CV yangu. Pale nitakapokuwa ama nitakapokuwa sipo, watu waseme tulimkosa mtu. Ila kukosekana kwa jamaa kuna mambo. Na alhamdulillah mpaka saa hizi nashukuru wale ambao si wanafiki, ama na wale ni wanafiki lakini hawaelezi bayana, wanaambianaga wao kwa wao. Espasi ya ule jamaa alikuwa hatari. Unanisikia? Japo hawata yazungumza hadharani, kwa sababu wakizungumza hadharani nitayaona, na wanahisi kama mimi nikiyaona tawadharau wala. La hasha. Bali wakifanya hivyo mimi nitawapongeza, nitasema nyinyi waungwana, nyinyi watu wema, nyinyi watu wazuri. Kuona ukweli na mnaozungumza ni jambo jema. Umeshanisikiliza. Lakini wakae wakijua, ama ajue yoyote kama absence yangu haina wakuirudilia kwa sasa kwa wao wenyewe, wako labda hazaliwe mwingine. Naam, nadhani mmemsikiliza alichoongea Ismail. Yep, anawazidi vitu vingi sana majournalist wa entertainment kama alivyosema yeye. Hata pia anazidi kitu sasa. Siwezi nikaongea yani si rahisi kumwambia mtu msanii mkubwa eti wewe journalist wa entertainment afu umwambie kitu mchane live. Si rahisi, ni kujiamini kweli. Hapo tukupongeza kwa hilo. Tungependa kujua kuhusu mama, siku hizi wewe umekuwa ni mtu ambaye legend umeweka pembeni, then unawasupport hawa machali ambao wamekuja upcoming. So tunahitaji kujua why, yani inakuwaje, au legend hawafanyi vizuri au inakuwaje? Unasupport hao tu, wengine inakuwaje yani? Kwa sababu siku hizi tunaona upcoming tunawasupport sana kuliko hata legend. Why? Nimelisikia swali lako mpaka mwisho. Ukishazungumza nawe ilikuwa vizuri wa support wote. Niruhusu nikwambie kama tunaanza kufundishana kazi. Hicho ni cha kwanza. Niruhusu nikwambie hivyo. Alafu kitu kingine,
ni kuelewesha ama ni waweke sawa wenye dhana kama hizo. Mimi si wa support eti kizazi cha sasa ndio akisupport. Kila artist anayefanya vizuri, mimi niko na hii kauli nilishaitamka for so long sana. Anayefanya vizuri mimi niko na yeye. Tutashirikiana. Mimi niko kwa ajili ya wote. Sikugawikwa wala sikuumbwa kwa ajili ya kundi fulani la watu ama kundi fulani la artist. Unafanya vizuri tu. Uone kama mimi nitakuikarte, haiwezekani. Nitaendana na wewe. Na ndio vile ukiboronga niko na wewe pia. Sitaachana na wewe. Tutakula sahani moja na tutamaliza pamoja. Sasa niwaeleweshe ama niwaweke watu kwenye usawa. Hawa wanaona kila siku ama siku hizi za hivi karibuni na wapost ama na post kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Sasa ni post Faris na wakati hana kazi mpya. Chamani. Tuelewane kitu kimoja. Ni post nani? Video ndo. Ni post anaifanya vizuri, ametoa kazi nzuri, niruhusuni nisifie na msinune nitakapoisifia kazi nzuri. Kama juice artist wako na imfan nikimzungumzia mwingine unanuna, hiyo ni yako kujua. Chukua ugoro utie mapua, pambana na hali yako. Ila mimi niruhusuni nimsifie anaifanya kazi vizuri. Haya, kama kusifiwa na mimi atasifiwa na nani jamani? Kwenye hiyo industry ya wanafiki atasifiwa na nani? Industry hauna mkungu wa ndizi utochezwa. Industry hauna 20,000 utaingia kwenye top 10. Industry hauna 5,000 utaingia kwenye top 10. Wakosee pote. Kwa journalist ya hao wote wakosee na mimi kwangu wakosee tena. Haiwezekani. Mimi ni mlezi wa wale wote ambao waliotengwa. Mimi ni mlezi wa wale wote ambao waliokosa mahali pa kuzungumzia. Kujeni kwangu, mzungumzie kwangu. Kwangu pako wazi kuzungumzia. Na wala sitokutoza tozo yoyote. Kuja kwangu, ukue huru, nitakupokea na tutaishi pamoja mzuri. Lakini isitafsiriwe kwamba mimi nimewabagua. Sijabagua yoyote. Niko kwa ajili ya wote, anayefanya kazi nzuri kwa heshima na taadhima. I say hatari. Yani Ismail pasa kichwa. Naam. Tungependa kufahamu watu wengi hapa ambao wanatusikiliza. Tungependa kujua unawachukuliaje hawa chipkizi hawa madogo hawa chali. Unawachukuliaje, labda utakuja kwa wakina nani hapo maisha baadaye? Utakuja kweli kuiweka juu Burundi kwa industry ya muziki au unaonaje? Au watakuwa tu kama wengine? Unazungumzia kuwa wanani hao vijana wapya kwenye muziki? Au vijana, kitu cha kwanza ambacho nimekisha kikagua, vichwa vyao havijachoka. Hicho kijua. Vichwa vyao havijachoka. Maana havijafanya kazi sana. Kwa sababu mtu kuchoka maana amechoka na kuchokeshwa na kile alichokifanya zaidi. Vichwa vyao havitachoka. Bimana wanaweza kutupatia good lyrics, wakatupatia melody za unono. Na hivyo ndio tunavitaka zaidi, tuusikie muziki mtamu ambao tulikuwa tumeukosa for so long sana. Tunachotofautiana sisi ama music ya kwetu na watu wengine, pia na lyrics zinachangia. Musicians wa kwetu utunzi umeisha. Together, forever, whatever, takupeleka forever. Imagine wewe uko kwenye industry ya music miaka 20 na zaidi. Nilianza kuona niko nasoma primary. Together, forever, takupale, wherever, whatever. Umeimba nini lakini? Tusemesheni tu kweli. Unadhani shida ya industry ya kwetu iko wapi? Kwa sababu kumejawa na wanafiki wasiozungumza ukweli pale ambapo wanastahili kuzungumza ukweli. Oyo ugene gihanga angesino muvuga harakomeye cyane n'ururivyo akomeye cyane. Ugena ko gwako yo ugena mukora wako abafana bye bonyica. Sambona mimi nilikuwa na wagonga na mpaka leo na wagonga na nitaendelea kuwagonga na nilikuwa napita mashabiki zao naambia mzee heshima zako mheshimiwa.
heshima zako mheshimiwa. Uliyozungumza ni kweli kwa artist wetu. Ule msanii wetu anatusumbua. Wanauona ukweli na uzungumza. Mpaka leo ndio kitu kimetengeneza CV. Unaambia mtu anaenda together, whatever, ndakutwari, whenever. Na muziki unaisha. Na ataenda aseme kama mimi ni gihangange. Na atatoa elfu kwa redio amtape. Kwangu niliyakataa na yakataa na sitokufanya yakubali kamwe. Kwangu yatapita mambo ya upuzi kama hayo. Wayapeleke huko. Na utakuja kwangu utakwambia wewe bado ungali loko. Ameimba ni. Akisemesha kweli ameimba licha utajisifia wewe artist wa kwetu kwa miaka 30 kwenye game kaimba muziki kama huu. Ni upuzi mtupu. Unadhani kama watu wangelikuwa wanagongwa toka zamani wangekuwa wafanya upuzi kama huu? Kwa sababu tukifanya upuzi kama huu tutagongwa. Ndo msingi, ndo utengenezwaji wa nyumba huo. Sasa akiongea upuzi kama huo, akimba upuzi kama huo, anakuja ngoni ndirimbo ni amateka. Ni amateka ya mtu kwa miaka 30 hana tatuzo ya Rwanda, hana tatuzo ya Kongo, hana tasho ya Uvira, hana tasho ya Gatumba. Gatumba hawamjui. Ngoni ndirimbo ya amateka irakomeje. Amateka irakomeje afika wapi? Sasa hao vijana tukiwapatia nafasi, tukawaamini, tukawasimamia, tukawaongoza, nina matumaini kama watafanya mambo mazuri. Kwa sababu ukizisikiliza kazi zao unaona kule hao vijana wakipata mtu wa kuwasupport wasipotezwe na fame, kwa sababu kinachoharibu musicians wetu wanaokuja wote ni fame ndio inaharibu. Akishamjua Bwiza na Kamenge, hajasema nazo sio ya kumvuka. Lazima Kamengeni baanze. Ndakome cyane Mukamenge. Mkiyo mucibitoke sasa ndu mwami. Mukanyosha baranzi hose. Nagize gitera mukanyosha nujuje abantu bangahe. Umepiga show kwa vice parcela 20/20. Kumeingia tu 30 unatambia ujuje. Ujuje wapi lakini? Sasa huko ujuje wapi? 20/20 parcela kumeingia watu 30. Unaanza kutugambia yuko ngo umejaza. Vraiment. Na unapiga picha na ambia shina yako utakunya brochette njoo sifia na anasifia kule yujuje kwa franga ngapi watu 30 wameingia kwa 2000 for 30 ngapi uligaramia ngapi ulinunua kiatu ngapi ulijiandaa ngapi na watu walikushindikiza kwenda kwenye hiyo show. Akili hamna. Sasa huyo puuzi mimi msinileteaje kabisa. Msinileteaje maana mimi ninapopawaza na penye nyinyi mnawaza nyinyi presenter nyinyi musicians wa hapo ni mbali sana. Kwa hiyo puuzi acheni huko msinileteaje mimi. Naam. Tunashukuru kwa majibu. Tunashukuru kwa majibu yako. Hapo watu ambao message ilikuwa kwa ajili yao nadhani wameisikiliza. Na tuambie kama nao hivi haupo Burundi, haupo na unafikiri nini kinabadilika hapa Burundi? Kwa wewe kutokuwepo hapa. Panabadilika nini? Labda kwa hii industry yetu ya muziki pamebadilika nini labda kwa sababu wewe haupo? Wewe unaona ni kitu gani ambacho kimebadilika kwa sasa? Umeniuliza kwa muda ambao mimi sasa sipo ni kitu gani kimebadilika kwenye muziki wa Burundi? First, kumebadilika kitu kinachoitwa promotion. Watu hawachezwi. Yaani wale ambao kama mimi nilikuwa kama vile na block na wa block. Wale mapresenter ambao walikuwa hawajioni wakati nilipokuwepo. Sasa nilipotoka akasema yambuga iragiye. Acha sasa tupumue sasa. Upuzi wao ndio wameukuza, ndio umeshika kasi. Watu hawachezwi. Kwa sababu aliyekuwa kicheza musician mimi. Show ilikuwa kicheza watu sana ni kwangu. Nafanya kazi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Hizo days zote. Monday 100% muziki wa kwetu. Tuesday 100% muziki wa kwetu. Wednesday 100% muziki wa kwetu. Thursday 80% muziki wa kwetu. And Friday 80% muziki wa kwetu. Kuna rotation ilikuwepo ya 90 days. Hizo 90 days artist anapata nafasi ya kuchezwa vizuri sana. Binana akiwa na kazi kama na program ya kutoa kazi 3 kwa mwaka
akipata nafasi ya kuzipishanisha kazi zake nzuri bila matatizo. From January, February, March kazi yake iko pale. April, May and June kazi yake iko pale akitoa kazi nyingine. Kulikuwa kumetengenezwa mazingira kama hayo. Lakini saizi artist hawapati nafasi. Ukichezwa wiki tayari wewe imekwisha. Wewe tayari umeshaisha. Ukikawizwa sana ni basement. Sana ni 3 semaines. Lakini hakuna aliyepata. Naweza kwambia toka hiyo industry ilianza mpaka mimi nafika na ninatoka 90 days rotation. Nani alishapata hiyo? Siku 90 za rotation nani alishazipata hizo? Nakumbuka siku moja Natasha nilipigia simu. Iko Sicilia kule Italia. Nikamwambia ngoma yako kwenye rotation. Huyo muziki ngalikuwa nacheza kaambia iko kwenye rotation mpaka siku 90 zianitia hapana siamini. Hiyo vitu kwetu hakuna. Mbona chonjoza umeme ushakatoka kwenye wachezaji atakambia hapana. Hapa si kule. Hapa ni kwangu. Mimi ndio nimecreate. Mimi ndio mbunifu producer wa hichi kipindi. Na mimi ndio admin wa hichi kipindi. Bibana natengeneza mazingira ambayo kumwezesha artist kujulikana kwa sababu artist inawezekana leo alichezwa. Kuna mtu alimsikia leo kesho inabidi apate nafasi tena kumsikiliza ili amuelewe. Bibana sio kila sikio la mtu linaweza kuelewa wimbo kwa siku moja. Sikio langu sio sikio la watu wote. Mimi naweza kusikiliza wimbo kwa sekunde 15 kwambia kama wimbo ni kali, lakini sio sikio la watu wote. Kuna watu wanaelewa wimbo mpaka watokeshe masikio uipige. Unanipata? Haya ni mabadiliko ambayo yamekuwa toka nitokee hapo. Rotation, musician wapate nafasi ya kuchezwa. Na hiyo imepelekea baadhi ya artist kuzimika. Kukosekana kwenye ramani. Mfano ulio hai ni huyo wa Satubi. Kinachomponza Satubi kwa sababu hana promotion. Satubi ana promotion. Atachezwa wapi? Nyimbo zenye zake sahihi sasa ni Bugali ya Nyange. Uchenge sasa Bugali ya Nyange uikose na promotion kwenye radio. Mtu akuongeza manjonjo. Utapashatuka kwenye hizo nyimbo za Gachugele na nini? Nyimbo zenyewe kwanza zenyewe ni hoi, bintabani. Zije sasa zikose tena na promotion. Zikose mtu akuita makeke. Mtu akuga machejo, manjonjo, maidoido, mapilipili, mabilinganya. Unadhani zitafyatuka hizo ngoma? Kama haziwezi kufyatuka. Na kwa pia ukweli. Lazima utaanguka tu. Yeah. Naam, I hope wamekusikiliza, wamekuelewa. Kwa wale ambao mlikuwa hamuelewi kwa nini muziki wa Burundi umeshuka, kwa nini muziki wa Burundi nao uko nyuma kimaendeleo ya muziki. Yeah. Nadhani ameongea kila kitu Ismail, ameambia kwa muziki nao hauchezwi au na promotion, yani mapromoter hawapo. I think sponsor wamekosekana. Naam, ningependa nimshukuru Ismail. Ismail kama Avec Ismail Niyonkuru mtandaoni huko, ukitaka uende ufuate utamjua zaidi, utasoma vitu vyake vingi, utamuelewa zaidi kuliko hata hapo ulipo msikiliza akiongea. Tumshukuru sana kwa feedback zake kwa sababu maoni ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Bila kukutolea maoni au bila maoni kwa kitu ambacho umekifanya huwezi kuwa na experience yoyote, kwa sababu kwenye maisha ni kukosea ili mtu ujifunze kitu. Kwa hiyo tunakosea ili tujifunze kitu. Ukikosea kesho utajua wapi nimekosea na nijifunze nini. Kwa hiyo maoni ya mtu ni muhimu sana. That's why unakuwa na experience. Kwa hiyo tumshukuru sana Ismail kwa maoni yake. Ametufunza vitu vingi sana, hata mimi amenifunza vitu vingi sana. Nimshukuru kwa hilo. I hope this is the end of our interview. Then I hope tutakuwa tena pamoja on the next video. Then I love you all. Usisahau kusubscribe, share, like and comment. Then peace.